Haleluya. Haleluya tena. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu. Mungu ameniongoza pamoja na familia yangu. Ngali nang'ara kwa nyumba yangu na washirika wangu wote. Kwa jumla mjambo. Aya, mimi nimeokoka. Mimi ni mama wa watoto wawili, vijana wawili. Pamoja na mume wangu tumeokoka kwa pamoja. Asanteni. Kwa majina ni Dean Barasa. Basi Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Yule ambaye anatoka ndio mke wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwanza mimi namshukuru Mungu, amenilinda, ameniongoza katika kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kabla sijaendelea, kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Daniel Barasa. Bibi amesema kwamba tuko na watoto wawili na tunampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sisi tunashiriki mahali hapa Intermission Prayer Center. Sisi ndio wachungaji ambao pastor apostle ana train polepole. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukisimama mahali hapa tunaweza piga injili mpaka nyinyi wenyewe mkashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kubali tena hata mseme kwamba arudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutabaki na yeye huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema ya kwamba mchungaji ukikuwa mchungaji katika nyumbani, huko nyumbani kwenye hawezi fanya nini? Hawezi hubiri huko kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatoka huko unaenda mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi vile apostle ana train polepole, tutatoka mahali hapa tuende mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunampenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunampenda sana kwa kila jambo. Hata ukikuwa na umeshikika umepatikana na kitu chochote, unapomuita lazima afike. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana yake tunasema ya kwamba wacha Mungu ampatie nguvu na azidi kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengi yamenenwa mahali hapa, tumepigwa mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunamshukuru Mungu ametuongoza. Hayo mawe ambayo wametupiga mahali hapa, sasa tunataka tuyakusanye tuanze kujenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hatutishiki na jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni kupiga injili. Wale ambao ni wachawi wakaweza kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao mjui Mungu wakaweza kubadilika na wakaweza kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hayo na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwanza nitaanza kwa majina, najulikana kama Pastor Benson Muhulu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninashiriki kwa kanisa la Intermission Fellowship Prayer Center Church Mountain chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Omolo Godfrey akiwa kama director wetu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Jambo la pili, nitamshukuru nyinyi wageni wetu pamoja na wenyeji kwa kufika mahali hapa siku ya leo. Ni kwa ajili ya sherehe ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Haijakuwa rahisi mtu kuhudumu kwa mwaka mmoja mahali pageni. Sio rahisi na hapatikana ako na washiriki kama hawa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ni kwa ajili ya neema tu yake Mwenyezi Mungu na rehema ambazo zinabeba kanisa letu na kubeba mtumishi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Jambo la pili, nitamshukuru mtumishi wetu Apostle Omolo Godfrey kwa kutulea, kutubeba na kutuelekeza katika njia za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa mwema, umekuwa msaada kwetu, kwa jamii na kwa watu wote wa mji wa Chebwai. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Licha ya kwamba watu wanasema maneno mengi ya kwamba kanisa hilo ni kanisa la vijana. Ukisoma katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 12 mstari wa 1, Biblia inasema ya kwamba mkumbuke Mungu siku za ujana wako. Ni nani aliyesema ya kwamba ukuwe mzee ndio uokoke? Ni nani aliyesema ya kwamba ukuwe na miaka 40 ndio umjue Mungu? Mungu anaweza kuita ukiwa na umri wowote, vile alivyoita Apostle akiwa na umri mdogo. Mungu alikuwa na sababu na akawa na malengo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Matungu tunawapenda, lakini huyu Apostle mwanze kusahau na yeye ni wetu sasa. Yeye atakuwa Mkabarasa, atakuwa Mtobo. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi muombe pengine atafute huku mmoja amuletee Matungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni yeye ni wa huku permanent.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nabii hana heshima kwao. Sasa tutaomba pengine siku moja nasi wenye tulizaliwa huku tutaenda Matungu. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ni kwa ajili ya kueneza injili ya Bwana na injili itaenda mbele. Mimi nimeokoka, niko na mke mmoja na mtoto mmoja, mke wangu ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Jambo wote. Jambo tena. Kwanza kabisa ningependa kuwakaribisha wageni wetu. Karibuni, feel at home. La pili ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu mbali ametutoa, maana ameweza kuongoza wageni wetu kutoka sehemu mbalimbali, wamefika salama salimini. Ni kwa neema na rehema zake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mbarikiwe. Kwa majina ni Susan Muhulu. Mbarikiwe. Acha tuwashukuru watumishi wa Mungu. Mshukuru na baya tatu sweet za kupetia hapo. Praise the living God. Hallelujah. Nobulai. Kwa hivyo wacha tuendelee hivyo. Mungu ni mwema. Katika fursa hiyo ningependa kuchukua dakika moja pia kumkaribisha our General Secretary ambaye pia atatusalimia kwa dakika moja. God is good all the time. Kitu cha kwanza nataka kumshukuru Mungu kwa kutupa uhai na ametulinda hadi tukafika siku hii jinsi alivyopanga, kwa sababu katika kitabu cha Jeremiah 29 inasema, kitabu ya Jeremiah 29 inasema, "For I know the plans I have for you, plans to make you prosper and not to harm you." Siku moja alijua siku kama hii itafika na tutakuwa hapa na wote pamoja. Alafu cha pili nataka kumshukuru Mungu kwa kutuletea apostoli wetu kuwa our destiny helper. Asante sana na Mungu awabariki. Kwa majina ni Masi na Njala Kibeni. Nataka nichukue fursa hii kukaribisha mama yangu pia aweze kuwasalimia. Naomba mlalela amrie. Praise the living God. Kwa hivyo sitaweza kusema chochote kabla nimlete mama yangu kuwasalimia. Nendine mama bataruba bere mshikala muno. Sasa wote watakuja kwa mara moja. Hawa ndio mama wangu. Nataka niwataje kwa majina na haya ni sawa. Praise the living God. Mama wanje wa Bulano ni mama Sara Inyanji, mshangilie pia. Mama wangu wa pili ni mama Beatrice Mkolwe, mshangilie pia. Ni mama wanje hata sijui jina lake, lakini analila kayasi ndio. Anaitwa mama Violet, na pia tunashukuru Mungu. Sasa kwa heshima kuu tumewaomba muje huku mbele mtusaidie katika hiyo nafasi, na sababu ya discipline ya kiroho senda salabari mama wanje alakayo kuranga mirembe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Katika Yesu Kristo akangezea kula miazi maana paka yakahusiana. Bwana asifiwe. Amen. Nikono jenende bandile na mwana wangu amenyanga. Bwana asifiwe. Amen. Na kule mlango kwa nibaba la mkulete ndo kasanga na kanisa Kristo menyasa. Bwana asifiwe. Amen. Na kasakusa kule wako sura amenyanga. Bwana asifiwe. Amen. Ande mupra mnilisansa ni hongo kulinda apostle. Bwana asifiwe. Amen. Yapo kana ngana yako kukamno. Bwana asifiwe. Amen. Hale ninaenda mwelezea apostle mtumishi wenu. Bwana asifiwe. Amen. Ndio mchende naye. Bwana asifiwe. Wange akona ngandala ndo kabili anina. Bwana asifiwe. Amen. Kukamno ri hongo kanje kwa bosi kwa mwitire nabombe na uri. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kumbumba mna kutia nyanga ya leo bukabarasi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kabarasi na kama yako miaka 8. Bwana asifiwe. Amen. Kuna 2013 maana paka 2018 neme nyanga kabarasi. Bwana asifiwe. Amen.
Pasta ndimi cheni enotanga franga kana nende keba yapa kamfukuri muliano kusema maombi. Bwana asifiwe. Amen. Kama cheni muraga bakalamanga naye. Bwana asifiwe. Amen. Pasta chiriyo bakalamanga naye li hayende banga pasta bange. Bwana asifiwe. Amen. Ni nenda lama ngale pasta chiriyo. Bwana asifiwe. Amen. Bakanga kana kutanya sana. Bwana asifiwe. Amen. Yangi ndo sinendi nake malange bola ngami yangi. Bwana asifiwe. Amen. Nendi mnyasi. Ndio asa pasta Felix Mkole. Bwana asifiwe. Amen. Nataka ndeta kabarasi ngala mangale pasta Felix Mkole. Bwana asifiwe. Amen. Ya bisinya matini ni matara ni maauga mwaki na manyire. Bwana asifiwe. Amen. Mangi chama saka were kana muna kama. Bwana asifiwe. Amen. Kulira mulange baile tomodo. Asante kwa wale ambao amenisikiliza. Kitabu ni Wakorintho wa kwanza mlango ni 3 mstari ni 10. Neno la Bwana lasema hivi: kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa, mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Bwana bariki neno. Endelee. Maana 11 inasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwishwa kuwekwa, yani Yesu Kristo. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba Maandiko kanabola karibu. Paulo akasema kwamba Paulo yabola ngari kama mkuu wa neema iliyopewa sikirezi libero mkali uwe neema nilijenga msingi na mtu mwingine anaweka juu yake. Naomba ni umundu ndio omba haikulu. Maana msingi ni Yesu Kristo. Sikiro msingi ni Yesu. Tayari msingi umewekwa. Sikiro tayari msingi baada. Anasema kwamba angalia chini unapojenga juu ya msingi huo. Maandiko kanabola karengero omba ha msingi kuna. Maana kazi ya kila mmoja itataribiwa. Sikire kazi ya buri mlala ya haitaribiwa. Wachungaji wanakuita majina mazuri. Watu wanamuita lakini siku ya mwisho, usipoweka msingi wa Yesu, usipoweka neno la Mungu, utatoa hesabu. Maana kazi itajaribiwa. Kazi yake kuungua, utapatikana motoni. Msingi ni Yesu Kristo. Hakuna msingi mwingine awekayo. Msingi ni Yesu Kristo. Sababu tunanena neno la Mungu. Neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu linafungua. Neno la Mungu linaponya. Maana Yesu anasema kwamba imani yako ndiyo inakuponya. Mwanadamu hana uwezo. Usipoamini Yesu hautapona. Yesu unakaa. Unaisha. Ni kama unameza Panadol. Ni kama unaponya magonjwa yako. Lakini ukienda kwa Yesu utapona. Maana Yesu anafungua. Hakuna magonjwa yasiyopatikana kwa Yesu. Maana maandiko yanasema kwamba tunaokolewa kwa neema ya Yesu. Kwa nguvu zetu, bali kupitia kwa damu ya Yesu tumekombolewa. Angalia chini unapojenga msingi. Maana msingi umewekwa. Yesu akasema kwamba acha Roho Mtakatifu. Naye hata nena yake, bali atanena yangu niliyonena. Bwana asifiwe sana. Yohana 3:17. Haleluya. Kwa moyo wako. Moyo kuko. Umeenda kwa daktari mkuu. Wapi kwa daktari mkali? Maana neno ndio linaponya. Huo ndio lionianga. Ufunguliwa leo. Naomba ufunguliwa ulanga sana. Ufunguliwa. Siku nilivyo kuona bora. Yesu amekuja. Yesu uisere. Bwana asifiwe sana. Maana Yesu tongo. Unamjua Yesu kweli? Wamanya Yesu. Ako mahali hapa. Uvera unda. Ako tayari kupigania. Uvera tayari kupigania. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ni Yohana mlango ni 3 mstari ni 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu,
bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Bwana asifiwe sana. Maana tunasema kwamba Bible inavona Mungu hakutuma mwanae Nyasaye siyarumu mwana uwe ahukumu ulimwengu, sikire zogo bali ulimwengu uokolewe. yeye jibala jiwonubwe Asiamini Yesu roho amina Nyasaye tawe amehukumiwa. wala Bwana asifiwe sana. mwami Asiamini Yesu, kama waamini Yesu tunaamini makanisa sana, wewe amine kanisa tunaamini sana bishop sana, wewe amina bishop tunaamini sana pastor sana kuliko wewe amina pastor sana kuliko Yesu Maandiko Kristo. yanasema kwamba Maandiko kanavola kama mwanadamu amelaaniwa, utegemeanga mwanadamu wala lazima waamini Yesu, lazima tuingie katika moyo wako. lazima Yesu injira moyo kuko. Sema kwamba Maandiko kanavola kari Mungu hakumtuma mwanae Nyasaye siyarumu mwana uwe ulimwengu uhukumiwe, sikire shibala shinyore bali shila ulimwengu uokolewe. lakini shibala Yesu shinyore ataambia walioamini, Yesu yabora babina kaa katika neno langu, numuri hala muri kwali yanti utajua ukweli, mulamanya ubukweli au ukweli utamweka huru. n'obukweli bulamula kana bulabasere Bwana asifiwe sana. Yesu Utajua ukweli mulamanya ubukweli ukikaa katika neno la Mungu, numuri hala muri kwali Nyasaye ukiamini neno la Mungu, nuwamina likwali Nyasaye utajua ukweli. olamanya ubukweli Hakuna mtu kutanganya, abula obula bali kwakata utajua ukweli. sikira olabwamanya Neno ubukweli la Mungu ndio kweli. likwali Nyasaye n'obukweli Bwana asifiwe sana. mwami Yesu Maana yetsongo sauti inaweza kuchanganya. sikira sauti ngelo okuchanganya Bwana asifiwe sana. mwami Yesu yetsongo Sauti ambayo unasikia sauti tyowulira inaweza kuchanganya, ngala hata zyakuchanganya hawa akasikia sauti nyingine hata hawa yawulire sauti iyi akaleta shida. warere shida. Bwana asifiwe sana. mwami Yesu yetsongo Yesu akawaambia, Yesu yamubora njooni kwangu yiza kuisye nasumbuka msiko muri nende miziko tupumzishe. nazi namwelezya kovula Kama unahitaji lolote, niwe yashi mshozi piga makoti, sikama omba Mungu. sala Nyasaye. Bwana asifiwe sana. mwami Yesu yetsongo Wakati Yesu kufufuka, wakati wa Yesu kuvuka wanafunzi wake, yakaenda abasomi vyavi kutokuamini kwao okunako kwamina kwabo Yesu akawakemea. Yesu yaba Hata wanafunzi wa Yesu walikosa kumwelewa Yesu. hata ababekizi bawe barako kumwelewa Watu wengi wanaimba takila wamwelewe Yesu. abantu bose Wamefunga na mambo ya ukoo, umefunga wamefunga na mambo ya dini, wawe namo hauna ufahamu, hautapata nuru ya Mungu, fanya nuru ya malaika. Shetani anatoa mwangaza ili utie Mungu. Kuna shetani hakuna amani. Mahali ambapo kuna shetani hakuna utulivu. Lakini mahali kuna Yesu kuna amani. Yesu analeta ushindi. Watapopata Yesu analeta mtoto mdogo. Yesu ndiye walo nende Yesu unapata kama mwana mkuu. Bwana asifiwe sana. Mwami Yesu yetsongo Akawaambia, yawabolera akawakemea yabakuma kutokuamini kwao. sikira sibamwami. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ni Marko 16 mlango wa 14 inasema, baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutoamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Kutokuamini. Maandiko yanasema kwamba alipokutana wale 11 hawakusadiki Yesu amefufuka. Bwana asifiwe sana. Hawakusadiki Yesu amefufuka. Walikuwa wanatembea na Yesu, walikuwa wanaomba na Yesu. Kila wakati Yesu alipofufuka hawakumjua. Maandiko yanasema kwamba wakamwelewa Yesu. Hakuna chochote ambacho utapokea. Maana Mungu alishuka ili akukomboe wewe. Akachukua laana zetu, akachukua aibu yetu, akateseka msalabani, akasema kwa kupigwa kwake tumekombolewa. Lazima waamini katika neno. Neno linatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu ya kuwa na ugumu hawakupokea chochote kwa Yesu. Kama una imani ukienda kwa makanisa omba, hakuna amani utapata. Kwa na amani ya Yesu hautalala. Tumeona watu wengi hawana Yesu, wanasema wamekoka,
Yesu ako wapi? Mreba Yesu aleni. Anakuambia Yesu sio yako juu. Bora barabe lebetamu. Bwana asiwe sana. Mwami Yesu tunamfa Yesu. Yesu anakaa ndani mwetu. Yesu anamukaribia. Ametupa mamlaka. Ametupa nguvu. Ametupa uwezo. Ametupa neno lake. Mina rekodi ya ndipo Paulo akasema kwamba neno la Mungu leta wokovu. Kama utamjua Yesu, leo ni siku yako. Yesu akaenda anatembea mbele yako, amekuja mbele zako, haya ambao unapitia, ambao unaona Yesu amekuja mbele yako, amekuja kukomboa, tumekombolewa. Ukoni hivi Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu. Maana maandiko imesema kwamba eventually bora hili msingi umewekwa. Bali foundation ya kila moja ni buli angalie. Are njeri jinsi hiyo saa kucheka jia msingi. Muiomba hapo msingi. Hakuna mambo utafanya mapya wewe. Kuna kwa leo na kwa nani? Yesu alifanya mambo yote. Yesu akona kosa. Alimaliza yote. Ya mara kosa. Mambo yako. Unaenda mko. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu. Wacha niambie padri. Baba padri. Kuna maandiko yanasema kwamba nje tunataka barerwanye kuna sakola lakini ndani bari mukari afanye upya kila siku bari kukuba kholo abayaha. Sasa mambo ya Mungu kifo kitafanya mimi nilitaka kanyasa liko kali muhimu yako maana ndani nafanya upya kila siku bari mukara kholo abayaha na mamlaka wanapokea alile singulu na nyaka wanaona kwa Yesu bari nifanye ni muhimu kwa Yesu utamwe Yesu baya ndani kwa Yesu na nguvu bari amna singulu nafungua anabadilisha unaanza dina utampokea Yesu. Barosha onyora Yesu. Ulaza Yesu. Urakosa Yesu. Kuna wimbo naimba unapopita wengine ufanye nini? Bari lwimbo lundi lubera baruno yemba bari no bera kubandi akubera hota. Mimi nilitoa mambo ya Mungu kama ni gani. Yamanya makuwa kanyasa ranshi. Na Biblia ikanifikia sana. Shibale cha Mungu basa. Bwana asifiwe sana. Songo kuna mahali nienda wajua watu wa mwili wanaangalia mambo ya mwili. Bari ataka kundu bantu mbili barengera ko mubiri. Nikisimama na mke wangu, bari ni yeye anamhaswe. Anaangalia anafanana. Bari ngama hasa afanayo. Huyu ndio huyu kweli. Bari ni unawatesha huyo. Bwana asifiwe sana. Bari songo. Ndio niambia wewe mke wako wa pili. Bari huyu ambao unamhaswa habidi. Yaani wakati ulipozaliwa, bari kuyevu unaonekana mtu mkubwa sana. Yalala kama mtu mkubwa. Hata watu ambao wako na miaka 80, wanasema timu na washinda. Bari babona neno unatosha kufika miaka 60. Bari lakini ashoka. Amenipa neno. Yesu amenituma nihubiri ulimwengu wote. Amenienda kubatizwa. Nitaokoka. Namuonya. Nataka kupokea Yesu. Haya sawa ipitia hiyo. Mpaka leo. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Hajabani kukula. Kuna sababu yako. Nataka msalaba. Bali aniona kwa msalaba. Yaipita. Kunyona bilioni. Bwana pesa. Yesu akasema kwamba Yesu abora bari neno la Mungu tusipatie. Bari lero kwa Yesu. Bari injili ya watoto. Bari injili kwa injili ya watoto. Yesu akole sana na Yesu. Bari Yesu msingi umeweka. Bari foundation ya Baba. Bari jeramo lomba. Nataka tusimame. Bari jeramo sijabu tunaposhuka. Bari tiguluti shire. tutakuwa tunashuti mambo na keki. Tayari washahubiri kama hautamwonga Yesu. Bali noshaonja Yesu kama hautampokea. Bali noshaonja Yesu kwa sababu hauna amani. Bali kwa sababu unahangaika. Ndio maana na halamu unashika jambo la kusali. Sasa kirano hako mahali hapo. Bali Yesu. Waamini ndani ya moyo wako. Usubiri kanuni wako. Maana kuna ukombozi mwingine ambao utakujia. Baba mbariki kwa libra hodi wale lilikuja. Ni mpango wa roho. Ni mpango wa roho. Ni mpango wa kisasa. Ni mpango wa roho. Ni mpango wa roho. Yeah.
Tunawakaribisha mahali hapa kwa ajili ya kukata keki. Jaribu kwa wako wapi? Haraka haraka tafadhali. Naomba kwa heshima. Wako wapi tafadhali kwa haraka? Kwa ajili ya kukata keki. Ni sherehe iliyo kubwa zaidi.
Pate shangwe na mkelekele kwa sababu ya kukata keki. Hiyo shangwe ni kidogo zaidi. Tafadhali, tafadhali.